sehemu tofauti, lakini tunashukuru kwa sababu mtaendelea kumtumainia Bwana hata wakati ambapo unaenda groups. Tutashukuru Mungu. Na wale ambao wanatumika madhabahuni, tutaomba ya kwamba siku ya group ikifika, kama hauna shughuli ya muhimu, unaweza tumanisha pesa zako so that zikifika huko unakuwa umewakilishwa. Si vizuri hivyo? Amen. Asante sana viongozi, Mungu awabariki. Tumekuwa na wiki ya baraka. Tumekuwa na crusade hapa anaitwa namna gani? Central. Ya tumekuwa Central wiki hii, na tunashukuru Mungu kwa sababu sisi tulisema hatutalala. Bwana asifiwe. Hatutalala, tutahakikisha tumemhubiri Yesu na tumefanyia Mungu kazi. Pia nishukuru wale ambao wamekuwa wakitoa sadaka zao kuhakikisha kwamba kanisa la Mungu linaendelea na kusimama. Kama vile ambavyo mnasikia, kuna tofauti tunaendelea tukifanya kwa jina la Yesu Kristo. We are still improving our systems so that tuweze kukua na the best of the best. Mungu tunampatia the best. Hallelujah. Na pia kuna mipango tuko nayo pale mbele ambayo tutaendelea kuwajulisha wakati ambapo tunaendelea katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Pastor Webster. Tunashukuru umetutembelea. Tunashukuru sana. Tumekuwa na ndugu huyu, tumekuwa pastor wao wakiwa vijana, na nashukuru pia wao wanaendelea na Mungu na wamemshika Mungu. Kitu ya muhimu ni mtu amshike Mungu. Bwana asifiwe sana. Naweza washuhudia mahali ambapo tumetoka si karibu, ni mbali, na ni neema ya Mungu. Wale ambao wamekuwa na sisi asubuhi, nimewaambia kama kuna watu wamekuwa sponsored na masses za Mungu ni sisi. Hallelujah. Sio strategy ya tuweka mipango, tuweke mipango, tuweke structures za kufanya kazi hii, bali ni neema ya Mungu imetusponsor mpaka tukafika penye tumefika. Asante sana. Tunashukuru sana umetutembelea. At least hata ungepiga kasimu, lakini ni sawa hapa nyumbani kwenu. Karibu sana. Tunashukuru. Ako na familia, ni ndugu mzuri, tumehubiri na yeye miaka, na tunashukuru sana wamekumbuka kutembea nyumbani kwetu, na tunashukuru. Karibu sana, umekaribishwa. Na tunashukuru wageni wetu, karibuni sana. Baba Yvonne, karibu sana. Asante kwa kuja. Tunashukuru sana. Karibu sana. Hapa kuna wazee wa baraka. Na sasa wewe kuja tuhubiri pamoja. Unasikia wewe unakuwa kuita pastor kwa sababu hiyo sauti. Hiyo sauti za kupeleka kwa crusade huko itumike ili mtumikie Mungu katika jina la Yesu. Tunashukuru. Uko na binti wa maana sana, pia anampenda Mungu. Yvonne ako wapi? Ako pale, anampenda Mungu sana na anapenda Mungu, na tuko na vijana wazuri wanampenda Mungu. Nataka nizungumze tu kidogo. Tuko na crusade saa 8, na kwa hivyo sitachukua muda mrefu. Nataka nichukue kitu kama dakika 10 peke yake so that tuweze kujiandaa kwa sababu ya crusade. Tuko mahali pale, na tunaomba kama hauna shughuli, tunakukaribisha tuhubiri pamoja. Mwezi huu wa 8 ni mwezi wetu wa evangelism. Tunaenda kila sehemu. Tukimaliza hapa wiki hii, tutaenda wiki nyingine penye Mungu anatutuma mpaka holiday ya mwezi wa 8 ishe. Kila weekend itakuwa ni kufikia watu pale nje, kuwatangazia habari ya Mungu, na tunashukuru sana. Asante kwa kila moja. Mungu awabariki. Nataka nichukue dakika 10 peke yake. Saa 7 kamili nakuwa nimemaliza kwa sababu ya wakati, kwa sababu ya zile programs ambazo tuko nazo. Saa 7 kamili nakuwa nimemaliza, but nitaendelea na ujumbe huu katikati ya wiki, na pia siku ambazo zinakuja. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 18. Nataomba media team niweke kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu nataka leo nitumie lugha ya Kiswahili tu kwa haraka sana. Kumbukumbu la Torati 18 kuanzia mstari wa 10 hadi 14. Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter number 18 verse number 10 up to verse number 14. Leo nataka nizungumze hatari za kutafuta ushauri kwa wapiga ramli. Wapiga ramli wale wanaitwanga diviners. Ushaenda kwa mtu anakuambia wewe umetoka mahali fulani, kwenu kunakaa hivi, ama kwenu kunafanana hivi, na mtu yule hajawahi kujua. Ama umekutana na mtu njiani anaanza kukuambia maneno ya kwenu. Unajua anakuambia mpaka anakuambia majina yako, birthday yako, ama anakupatia mkono wako, anakuambia hebu nisome. Anasoma little horoscope. Anasoma mikono yako, anakuambia wewe utaolewa tarehe fulani, utapata watoto fulani, vitu kama hizo. And then kuna wale wengine wanaenda kwa wachawi, wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa witch doctors. Tunawaita witch doctors, wachawi, waganga.
hao ndio wanaenda. Na watu hawa wachawi, waganga, diviners ni watu ambaye hawajaanza leo. They were there in the Old Testament. Katika Agano la Kale kulikuwa na wachawi na wale watu ambao wanasoma nyota, wanaitwa star readers, wale ambao wanasoma nyota. Walikuwepo wachawi, waganga, washirikina. Na kwa hivyo Biblia inatupatia mwelekeo gani hasa wakati watu wanaenda kwa watu kama hao? Pia kanisa, tuko na kanisa leo ziko na diviners. Watu wanakuja wanakuambia wacha nikutabirie. Anakuambia mambo yako karibu yote. Unasikia yenyewe na huyu mtu ananijua haje. Wewe kwa sababu hauna ufahamu unasema huyo ni Mungu. Nataka nikwambie pia shetani ako na historia ya maisha yako. Shetani pia anakujua vizuri sana na anajua kile ambacho utakifanya kesho na kile ambacho utakifanya baadaye. Na kwa hivyo wakati unajua mambo kama haya, unapata ya kwamba watu wengi wameshikwa na hizo nguvu za wachawi. Na hatari za kwenda kwa wachawi ziko. Wakati ambapo unaenda kwa wachawi, waganga, kwa ushauri, wengine wakuelekeze, labda wewe ni mgonjwa, umejaribu daktari, umejaribu kila mahali, unaamua acha niende kwa huyu mtu mchawi ama huyu mganga ama huyu muombaji. Je, Biblia inasema nini kuhusu mambo kama haya? Na ni hatari gani ambayo unajijengea? Kwa sababu kitu cha kwanza unafaa ujue kwamba hawa watu nguvu zao wanatoa kuzimu. They receive their power from the source of darkness. Na pia unafaa ujue kwamba wakati wewe unaenda kwa mganga ama kwa uchawi, unakuwa tayari umejichafua, umejinajisi na umefungua milango ya evil influence juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Unashangaa unaanza kitu, inaendelea, lakini hakuna kile kinafanyika. Ama usiku unalala umeweka kitu chini ya mattress. Ama unafanya biashara, wanuya sijui kama wako hapa, unachukua mti fulani, unasema nikiuza nakuwa naeka kama matawi hapa chini ninaweka pesa. Unakuwa umefungua milango kwa sababu ya evil influence. Hata ufanye nini, those things cannot help you kwa sababu umefungua milango ya hivyo. Unaona kuna watu wengine wanasoma, mtoto amezaliwa anasoma, mama amekaa miaka mingi bila kupata mtoto, alafu anaenda kwa mganga ama kwa mchawi ama kwa diviners, wanamwambia tutakubariki, tutakuombea upate mtoto. Mama yule anapata ujauzito, anazaa mtoto. Mtoto anakuwa na kibali, anaenda mpaka shule, lakini wakati ametoka shule sana nafaa kusaidie, all of a sudden mtoto yule anakufa premature death. Kwa nini ziko? Ni kwa sababu watu wamecontrol, wameinfluence, wameenda kutafuta nguvu za giza mahali pengine. Makanisa pia ni vizuri kuyachunguza. Niliwaambia siku moja, one day nilikuwa tempted kwa baada ya maisha kunisukuma, nikakuwa na one of my friends akaniambia, pastor, kuliko ungangane, kuliko uteseke, sikuje nikupeleke mahali urudi ukiwa na nguvu mingi. Nikafikiria sana, hata hiyo maisha imenisukuma, nyumba tumefungiwa, huduma imesambaratika, mambo sio mazuri. Na nikajiuliza ni sawa mimi yenyewe, akaniambia shida zitaisha. Akanibeba mpaka na gari yake, akanionyesha vitu, akaniambia twende, mimi nitakuonesha maisha yako itabadilika. Akaniambia kuna mahali mimi naendanga, na nikienda hapo ndio maana unaniona nimebarikiwa, ndio maana unaniona niko na mabodyguard, ndio maana unaniona natembea na hii gari nzuri. Akaona gari nzuri, lakini akaniambia ndio tupate hizi twende mahali fulani. Lakini wakati nilikuwa nafikiria, nikasikia ndani ya moyo wangu, nikamuuliza kitu gani Mungu hawezi kutenda? Hayo maisha ilikuwa imenisukuma na nikafeel so tempted, siwache niende nijaribu hii. Lakini kitu kaniambia itanifaidi nini nipate dunia nzima lakini nipoteze nafsi yangu? What will it benefit me as a pastor? Nichenge kanisa kubwa, watu wakuje wengi kwenye ibada, watu wakuje kanisani wengi, lakini nipoteze nafsi yangu. So wakati nilikuwa nimefikiria ndio kesho yake niende, mimi nikasikia usiku Bwana amenionya. Akaniambia ukikubali kuenda, utakuwa umefungua milango ya evil influence kwa maisha yako. Yes, utaona kama ni baraka, lakini sio baraka za kudumu. Nataka nikwambia kwamba shetani hana rafiki. The devil has no friend. Hata wakati unaenda kwa wachawi, unaenda kwa waganga, shetani hana rafiki. Shetani ni adui. Shetani ni mtu mbaya. Yohana 10:10 inasema kwamba kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua. Lakini Yesu mwana wa Mungu
Mungu amekuja atupatie uzima, amekuja atupatie matumaini, amekuja aturegeshe kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. So usiwahi kuwa hivyo. Hata kama umekuwa mgonjwa, watoto wako wamekuwa wagonjwa, unaona kana kwamba maisha yako yendi, usikubali kwenda kwa diviners. Usikubali, kwa sababu utakuwa unafungua milango mibaya katika maisha yako. Kitu ambacho tunafaa tuelewe kwamba diviners hawapati nguvu zao bure. Nguvu zao zinatoka kwa ufalme wa giza. They get their power from dark places. Wanajua your past, they can reveal to you. Anakuambia mimi najua hata ulikuanga na mtu fulani wa fulani akakuacha. Anakuambia kila kitu. Anakuambia mpaka the present. Anakuambia hata saa hizi mimi najua kenye unafikiria, najua kenye unawaza, najua kile ambacho unapanga. Anakuambia mpaka future information. Anakuambia mpaka mambo ya kesho. Hata kwa Biblia walikuwa wakina Simeoni yule mchawi walikuwa hapo. Kwa hiyo wachawi hawajaanza leo. They started many years ago. Lakini Mungu akaona watu wake kwamba msiende kwa hao wachawi na waganga. Na kwa hivyo wanaweza kuambia mambo mengi. Na ndio maana unapata ya kwamba Wakristo wengi huwa wanajaribiwa kwenda kutafuta majibu ya maombi yao wakati maombi haitajibiwa. Sema wacha niende mahali fulani, labda maombi yangu itajibiwa. Wacha niende mahali fulani, niombewe na bishop fulani. Anasikia kuna mapasta amekuja, huyo ni fire, anakemeanga mapepo. Wewe kwa sababu unasikia anakemeanga mapepo, anakuambia shida zako, wewe unakimbia huko, unaekelewa mkono. Pepo inawekwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu angependa atuone. Na ndio maana siku ya leo Mungu ametutuma ili kwamba niwaambie kanisa, hata maombi yako yakawie bila kujibu, Mungu bado atajibu. Usikuwe tempted kwenda kwa shetani. Shetani ana rafiki. Hata kifunguo niko nayo nyumba ya hiyo kifunguo, hiyo nyumba si yake. Bwana asifiwe sana. Ushaikuwa na kifunguo ya gari unatembea nayo. There's a time nilikuwa tempted kuwa natembea na kifunguo ya gari town. So nilikuwa nashika hivi, watu wanaangalia wanasema huyu mtu ana gari. Lakini ni kifunguo peke yake nilikuwa nayo, lakini sina gari. Bwana asifiwe sana. Na pia shetani mara mingi anakuwa hivyo. Anatembea na kifunguo lakini hata hiyo nyumba hiyo kifunguo hana. Kuna ndio maana most Christian wanakuwa tempted. Kwa hivyo number one you should understand kwamba wachawi na wapiga ramli huwa wanatoa nguvu zao katika ufalme wa giza. Kwa hivyo wewe ukienda kwa mtu akuonee mambo yako, kuwa very careful. Bwana asifiwe. Ati mtu mwingine anatuambia mambo yenye tunatuambia mambo yote, wewe unakimbia huko unaenda. Don't run in every spirit. Na ndio Paulo analionya kanisa. Anawaambia kwamba na kujaribu kila roho, kwa sababu sio roho zinatoka kwa Mungu. Test every spirit. Test every spirit. Ukisikia mtu anafanya miujiza, jaribu kutest. Hata shetani hufanya miujiza. Hata shetani ukemea mapepo. Na unajua kuna ile kitu inaitwa mapepo, kuna system ya mapepo ambayo ni simple inafanya. Wakati mtu ako na pepo na amekuja kwa yule mtu mwenye anakemea mapepo, ule mwenye anakemea mapepo huwa anakuwa amepatiwa pepo kubwa ndani yake. So wakati wewe mwenye unasikia uko na pepo unakuja kwake, anataka kukemea, ndiye atakemea. Sema mapepo ninaikemea. Na yale mapepo yenye ndani yake ninakemea. So inakutanga ndani ya hiyo mapepo inasema, inaona inatoka kwa sababu maisha ni spiritual. Wacha niwaambie life is spiritual. Wakati unakuja labda you are possessed with demons. Na yule mwenye anakuombea pia yeye anatumia nguvu za giza, yale mapepo yatatii, kwa sababu mapepo pia ni kama polisi. Unajua polisi? Polisi hata mkubwa wako akwambia ni mjinga, unamwambianga yes. Gunia wewe? Yes sir. Mshenzi wewe? Yes sir. Hata polisi wanakuanga. Na ndio maana polisi wanaogopanga ile rank. Na kwa hiyo pia demons zinaoperate hivyo. Wakati mtu ako na pepo, na yule mwenye anakemea mapepo pia ako na pepo, yeye anakuanga amepatiwa pepo ile iko ranki ya juu. So wakati yule mwenye ana mapepo anakuja anasema ana na mapepo, ile pepo inaananga ile kubwa yake inapiga. Nasema yes sir. Tulia na uende. Inatulia na inanyamaza. Hebu inakuwa tulia na uende, inakuwa imetulia. Lakini inakuwa imeambiwa utaamka baadaye. Ndio unaona kuna makanisa mengi semi deliverance ni hata mimi hufanya deliverance. Ndio unaona makanisa mengi unapata every Sunday they are rebuking demon. Sunday ya leo chomeka, next Sunday chomeka, Sunday nyingine chomeka. At what time will you teach the people about Jesus? Because church is a place of where we teach people wamjue Kristo. Kwa sababu wakati unamjua Kristo, mapepo hayana nguvu kwa maisha yako. Wakati Kristo amejengeka ndani yako, mapepo hayana sehemu katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Never be tempted to go to seek the devil. Number two,
Wakati ambapo unaelewa mambo na diviners, kujua kwamba watu wengi wanabeba nguvu za kuzimu bila kujua. Anytime umeingia kwa mchawi, kwa mganga ama wapi, ama umefanya kitu yoyote na makubaliano yale, unapata umebeba nguvu za kuzimu bila kujua. Haleluya. Beba nguvu za kuzimu. Maana umechukua mafuta, umeambiwa hii mafuta hana kifagio, enda uweke kwa nyumba yako. Umeambiwa hii nyama ya nguruwe, sisi kwa kwetu tunaweka nyama ya nguruwe. Unaweka mifupa ya nguruwe, unapata mifupa zimejaa juu ya nyumba. Unauliza na sasa hizi ni nini? Hadi ni mifupa ya nguruwe inakemea mapepo kutembea. Unasikianga mapepo, na huko kwetu tulikuwa na hiyo tabia. Wewe sasa unaweza waambia. Na kama ulikuwa unasikianga vitu zinatembea juu ya mabati, kumbe zilikuwa mapusi. Zinatembea juu ya mabati, mapaka. Unajua, there is a season mapaka huanga inakuwa na ile interaction, Let me teach you one concept. Mapaka huwa zinakuwa na season of interaction. Na wakati zinakuwa na season of interaction, bado unapata zinalia, kuna ile kasauti inatoanga, unasema zinalia kama mtoto. Sasa wewe na ujinga yako unaweza kusema ndio hiyo ni mapepo ya pusi. But let me tell you, inakuwa a season of interaction. When hizi paka zinataka kuinteract, unapatana zinakuwa na mlio fulani. Sio kama mnajua, sio kama mnaona huko kweli. Unapata ziko na mlio fulani. So wewe akili yako inakuambia hiyo ni mapepo. Unasikia kwanza hizo pusi zinalianga kama watoto. Mpaka mnaanza kuencourageana. Hizo pusi zinalianga kama watoto. So unapata ya kwamba watu wanachukua vitu, anaenda anatafuta sijui nini, zinawekwa kwa nyumba, anatafuta mifupa, anaweka kwa nyumba. So wakati ameweka zile vitu, amekaribisha evil influence katika nyumba ile. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka zilikuwa tumewekanga huko ronda, tumeweka huko mifupa. Sasa mimi nashanganga, hizi mifupa ni za nani? Kwa naingia nyumba mingi, namuona ananiambia unajua saa nyingine mapuzi zinatembeanga huko. So hiyo wakati ndio mapuzi za aziuko hazifanyi interaction, zimekosa. So hiyo wakati hazitembei. So anaamini ya kwamba zile mifupa ndio zimefukuza ile puzi, na kumbe season ya mating ya mapaka imepita. Wala sana. Hapo ile Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Sikia vile Biblia inasema ya kwamba katika Kumbukumbu la Torati kuanzia mstari wa 10 inasema kwamba asionekane mtu yote miongoni mwenu apitishaye mwanawe ama binti yake katika moto. Bwana asifiwe. Unaenda kwa wachawi, anakuambia pita chini ya moto. Anaweka moto hivi, anakuambia pita. Hiyo ni mambo ile iko. Ama anapita chini ya bendera. Bendera inafanywa hivi. Mtu anapita ndani ndio. Biblia imekataza sema kwamba asionekane mtu yeyote miongoni kwenu apitishaye mwanawe. Unachukua mtoto wako, unasema huyu mtoto wangu atarogwa. Unampeleka na katakata na wembe, anaekewa tujivu. Umeshafungua evil influence juu ya maisha ya mtoto huyo. Mtoto huyo atakuwa, lakini atakuja akue kitu kingine after years zimekuja. Don't usikubali. Unapata kwamba umepelekwa kwa diviners. Wanakuambia mtoto wako amerogwa, sijui ako na nini kwa tumbo, sijui nini imefanyika. Evil influence. Usipitishe mwanao chini ya bendera ama katika mipango yoyote. Mama binti yake katika moto. Atakayefanya uaguzi, ulozi ama anayetabiri nyakati. Sasa nipe Kiingereza nione. Nipe Kiingereza na English. Leta English NIV, NKJV. Atakayefanya uaguzi. Let's bring NIV. Anayetabiri, yeah, that's it. Therefore there shall not be found among you anyone who makes his son or daughter pass through fire. Unapeleka mtoto wako anakatwa, katoto kanakatwa na wembe. Just nikupitishia mtoto kwa moto. Unampitishia alafu anamekewa majivu. Biblia imekataza who practice witchcraft. Yule ambaye anafanya nini? Uchawi. Kuchukua miongoni mwenu. Alafu hao wengine wanaitwa soothsayer wale wanakuambia, nikwambie, anaanza kukuambia mambo. Kwambia wewe hata jana umekula getheri. Na amejua aje huyu mtu wa Mungu. Sio Mungu. Pia tena anajua jana umekula getheri. Anajua pia leo utakula nini, wanaitwa soothsayer. Or anyone who interprets omen. Wale ambao wanatabiri omens. Nakwambia kama mkono yako, hii mkono yako kuna hivi, wewe utakuwa na mashida na matatizo. Wewe kenye utafanya lazima utoe kuku, utoe mbuzi. Nakwambia mambo kama hiyo. Sema kama those interpret omens. Mkuwe very careful na wao. Na pia wengine ni sorcerers. Sorcerers na witchcraft ni watu wawili tofauti. Sorcerers na witchcraft. Sorcerers ni wale wachawi wanatembea usiku, wanakimbia usiku, wakifanya vituko usiku, sorcerers.
Alafu wizard, wachawi, waganga, watafiti kama hao. Na Biblia inasema kwamba watu kama hao wasiwe miongoni mwao. Next verse, anasema next mstari unaofuata. All one who conjures spells. All Midian, ama yule mwenye anajiita Midian. Ule mwenye anakutabiria mambo. Anakuambia wacha nikutabirie na shika laini, anafunga macho, anakushtua. Anakuambia bas, roho amenena. Unajua roho Mungu ana vituko. Roho Mungu ni very friendly. Hana vituko, hata akinena sometimes he speaks in a still voice. Na roho Mungu ana heshima. He is very honorable. Sio lazima ashike laini. Kama unaona ile Wakorino, ile ya kushika, wanasimama watu wanashika, nimeshika laini. Sasa wewe unaenda kwa ile yenu ya misambua, unatabidhiwa, unaambiwa mambo, unapigishwa miguu chini, osame those all nonsense. Wanakutabidhia. Mwingine anakuambia ukienda kwenu kuna mtu fulani iko hapo, mambo na uchawi. Unajua tumefundisha uchawi sana mpaka tumekosa kumfundisha Kristo. Hallelujah. We have teach people witchcraft too much. Kanisa tunafundisha uchawi, tunafundisha uovu, Jumapili nzima ni uchawi, urogi na umasikini na nini. That's what we teach instead of teaching people Christ. Hatutaki tuwafundishe mambo ya uchawi na uganga. Wakati tunaongelea shetani too much anakuwa glorified. Unapata kanisa limeongea mapepo kwa ibada mzima, lakini wataongea kuhusu Yesu. Bwana asifiwe sana. Mimi naomba Yesu ajengeke ndani ya maisha yetu. I'm still building a foundation where Christ be formed in our lives. Kristo ajengeke ndani ya mioyo yenu. Yaani mubebe Kristo kwa kiwango cha hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Sio lazima pastor akue ndio kanisa isimame. Pastor asipokuwa huduma inaendelea, kwa sababu kuna watu wamembeba Kristo. Kuna watu wamebeba neema ya Mungu. Leo katika jina la Yesu Kristo ninawaachilia neema ya Mungu ndani ya maisha yenu. Mubebe nguvu za Mungu. Mubebe neema ya Mungu. Hallelujah. Shetani akikujaribu umebeba neema. You carry the grace of God. Unabeba kibali cha Mungu. Paulo anasema na neno la Mungu likae ndani yenu kwa wingi. Bwana asifiwe sana. Mimi hiyo ndio natamani. I'm building a church ambalo Kristo anakaa ndani ya watu. Ninajenga kanisa ambalo Bwana ameweka misingi ndani ya maisha ya watu. And that is my desire. We build a strong church. A church that loves the Lord. A church that honors the Lord. A church that Christ is the center of everything. Kwa mambo yote tunamuona Kristo. Ama wale wanaitwa spiritualist. Takwenda basi ya Kiswahili kidogo nipate tafsiri ya spiritualist, watu wa kiroho. Kuna wale watu wa kiroho wanakuja, wanafanya mambo kama venye watu wa Mungu wanafanya. Wala arogae kwa kupiga mafumbo, wala apandishae pepo. Wala apandishae pepo. Mapepo yanakuja anayachemusha, anapandisha ndani ya maisha yako. Alafu anayeabudu mizimu, those who worship mapepo, mizimu, wale majini. Unajua majini pia huambia mtu. Majini anaambia mtu. Nakumbuka kulikuwa na nyumba moja kule chini. Watu walikuwa wanaenda. Ni nyumba iko na kagiza, alafu ukiingia pale mpaka inataja jina yako. Na yale mapepo, yale majini yalikuwa yanaongea Kiswahili kizuri cha Mombasa. Nakumbuka one of my friend alienda pale, alipelekwa pale. Sasa yale majini yalikuwa yanazungumza Kiswahili kizuri cha Mombasa. Sasa wakati huyu kijana aliingia kwa ile nyumba, yale majini, yale mizimu ikamzungumzia, kamwambia, "Hello ndugu yangu, habari yako? Umekuja, karibu sana hapa kwetu. Sasa sisi tunataka tukusaidiane." Mzungumzia. Yeye anaona masauti yanatoka, mpaka akamwambia majina yake, akamwambia mahali ambapo ametoka, mpaka akamwambia shida ile ambayo imemleta mahali pale. Na akamwambia, "Unajua shida yako tutaisuluhisha, lakini ukienda kwenu kuna mganga ama kuna mtu fulani anakaa karibu na kwenu, huyo ndiye amekuletea hiyo shida." Kwa hiyo unapata ya kwamba demons are there to cause conflict. Yanasababisha cause migongano na majirani. Unapata mtu amekwambia kuna mtu jirani yako amekuroga. Wewe na wewe sasa unajua jirani yako ameroga. Ukiona jirani unajua ameniroga. Let me tell you, nguvu za Mungu haziletangi mabishano. Wakati mtu amekuroga na umemtumainia Mungu, anakuroga lakini zile nguvu hazifanyi kazi. Leo mtu anasema huyu mtu Mungu anatumikia, wewe unataka nitumikie. But hii ya mapepo huwa inaleta conflict between wewe na huyo jirani yako. Bwana asifiwe sana. Lakini ya Mungu ni tofauti, kwa sababu ya Mungu huwa inasababisha ule mwenye anakuroga anasema kweli huyu mtu anatu
atumikia Mungu. Ni kama vile Balaki na Balamu walipanga kuwaroga wana wa Israeli, wakapanga kuwanenea mambo mabaya. Wakati nabii anakuja na wanenea mambo mabaya, akasema haitawezekana, ametuma walaani, lakini kuliko walaani akawabariki. Ni kwa sababu gani? Watu hawa Mungu alikuwa anakaa ndani ya maisha yao. Nataka kanisa Mungu akae ndani ya maisha yetu. I desire that God lives in our lives. Bwana asifiwe sana. Mungu akae ndani ya maisha yetu. Na wala awaombaye wafu pia mwenye naomba wafu. Kila saa wewe unaendanga twende makumbusho ya mtu fulani mwenye alikufa, alafu mnaenda kwa kaburi mnaanza kuimba nyimbo. Jua ya kwamba nyinyi mnaomba wafu. Nyinyi ni watu ambao mnaomba wakina marehemu. Marehemu akikufa amekufa. Once tumemzika, na ndio maana wale wenye sisi tunazika nasema kuanzia leo hakuna ushirikiano yote kati ya huyu mwenye ameenda na wewe mwenye uko hai. Na ndio unaona kwamba watu wengine huwa wanashinda wameota na watu wenye walikufa. Ni kwa sababu kuna evil influence. Uliwahi jenga maagano na mtu mwenye amekufa. Unajua once a person is dead, let that person go. Wacha aende kwa sababu amemaliza yake. So ile ingine ndio unaona hapa ni roho ya kuzimu imechukua mfano yule mtu. Ndio maana unapata kuna ndoto za watu wenye walikufa, unaota ukiwa makaburini, unaota ukiwa kuzimu. Those are evil influence za mapepo. Wala aombaye wafu. Next verse very quickly. Haraka nataka nimalize kwa sababu ya program yenye tuko nao. Mtu yeyote afanyaye mambo haya ni chukizo kwa Bwana. Tena ni kwa sababu ya matendo haya ya kuchukiza yawafanyao, ndiyo maana Bwana Mungu wenu atayafukuza mataifa hayo mbele yenu. Next verse, atayafukuza mbele yenu. Kamwe msilaumiwe mbele za Bwana Mungu wenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ametuonya. Mungu hataki tuingie kwa diviners. Another thing unapata kwamba kuna vitu mtu anajiletea. Unapatiwa vitu, enda na hii nyumbani, enda kwa nyumba yako, hangi hata kwa gari unapata mtu amehangu vitu vya ajabu ajabu. Unapata mwingine amehangu msalaba. Na by the way hujui msalaba gani? By the way let me tell you, kuna misalaba mitatu. Kuna msalaba ya mwizi aliyetubu, kuna msalaba ya mwizi ambaye hakutubu. Unajua misalaba ziko ngapi? Hata kuna msalaba wa Yesu Kristo. So wakati unaweka msalaba, sometimes jiulize, ni msalaba gani ninaweka? Wakati unaenda msalabani, jiulize ni msalaba gani unaenda, kwa sababu unaweza kuwa unaenda kwa msalaba, lakini unaenda kwa msalaba ya mwizi ambaye hakutubu. Ndio unashangaa ni kwa nini maisha yako ibadiliki? You went to the wrong cross. Lazima ujue the cross of Jesus where it is located. The cross of Jesus is righteousness. The cross of Jesus is holiness. Msalaba wa Yesu ni utakatifu. Msalaba wa Yesu ni kukaa katika njia za Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata ukivaa msalaba, hata uvae gani, msalaba haiwezi kusaidia chochote, kwa sababu hatujui ni msalaba gani. Na shetani haogopi msalaba. Hationa ni msalaba nilale karibu nayo. Hata hii Bible ukilala nayo hata wewe kwa kichwa, haiwezi kusaidia if you don't know what is inside. Bwana asifiwe sana. Hationa nasikia nimeota sana, mtu mwingine anakuambia wewe ndio ulale na Bible karibu na wewe. Ukilala na msalaba na Bible, hautaota tena. Acha nikwambie, you cannot. The word of God is in the hearts of men. Wakati neno la Mungu liko ndani ya moyo wako, wewe utapitia. Kwa hivyo, hivi maoptes unaambiwa unapata gifts zinatoka mahali kwa kuzimu. Na ndio maana tumekuwa tukiombea vijana wengi, unapata kijana amevaa mashanga, amevaa chains. Unauliza hii chain ulitoa wapi? Amepatiwa gift ambayo imefanywa maagano na watu wa shetani. Gift ambazo unapata wamevaa pete. Unapata kijana amevaa pete 5. Unamuuliza hii ni ya nini? Amevaa shanga, amevaa ingine. Wengine wamevaa chains kwenye viuno vyao, especially young ladies. Unapata msichana yule maisha yake hawezi enda mbali. Especially kama umevaa chain, unapata kwamba your life cannot go anywhere. Kwa sababu gani? Already umejifunga nira. Hiyo ni nira umejifunga. Hata ukienda kwa ndoa you cannot stay. Hata ukienda wapi hauwezi fanikiwa kwa sababu umejifunga. Unapata umejifunga, unapata yale mapepo yamefanya maagano na hizo gifts. So sometimes ni vizuri kujua zile gifts ambazo umepata. Bwana asifiwe. Zingine ni za kufungua milango ya kuzimu katika maisha yenu. Pia kuna vitabu na mafundisho mengine. Unapata kuna mafundisho ya mapepo watu wanafunza, na ndio Paulo anamwonya Timotheo, anamwambia kwamba ukuwe tayari, kwa sababu utapata wengine wanakupatia mafundisho ya mapepo, teachings of demon, mafundisho ya kuzimu, mafundisho ya mapepo yanakuwa mengi. Watu wanafundishwa. Another thing, unapata occult cards. Juzi nimeona, sijui kama mmeona kwenye mtandao, watu kule Mombasa, mzee akina mama sijui 3 ama 2 na mtoto
wanatembea uchi wakiomba, sijui wanaomba nini. Sio kama mmeona, wangapi wameona hiyo? Kumbe hamuonangi mambo. Wanatembea uchi kwa barabara ya Mombasa wakiomba, wanasema wanaomba, wanainama, wametembea uchi, mama, baba, mtoto, mama watatu na mtoto mmoja kasichana, wametoa mavazi yote, wanatembea uchi wa mnyama, wakitembea na mzee mmoja, wanatembea tao, wanatembea center wakiomba, wanasema watu wanaomba. Hiyo sio maombi, ama hiyo sio nini? Hiyo ni something sio cult. Mimi nilisema hiyo sika, wengine wanasema ni cult. Mimi kwangu is not a cult. Hiyo ni mtu amerogwa. That is witchcraft. Hata kama ingekuwa cult ni kitu ambayo inajengwa. Cult haifanyikangi hivyo. Angalia ile ya Mackenzie. Ile ya Mackenzie haikuanza siku moja. Hiyo ni kitu ilijengwa for so long. Na ikajengwa kwa muda mrefu. So mtu akikwambia ati ni cult, not a cult. Hao watu walikuwa wamerogwa. Uchawi na uganga na ushirikina ulifanyika. So wakati unajenga maagano na shetani wanga hawachi, shetani ana make argument, ana make maagano na watu. Kwa hivyo be very careful. Wakati unanunua vitabu, unajifunga charms, strange charms, unajiwekea, unaweka vitu chini ya mattress, ukilala umeweka matawi, umechuna miti fulani umeweka chini ya mattress, umechuna ndio huyu mzee wako asitoke, ndio mzee wako sijui akae kama nini, unaweka, unamfunga, unamweka chini ya utawala wa uchawi, hata hakuna kinaanza kusaidia. Kwa sababu gani? Already umemfunga na nguvu za kuzimu. Bwana asifiwe sana. Alafu unapata umeweka images, mifano za watu wanaabudu shetani, umenunua picha kubwa ya watu wanaabudu shetani. Kuna zamani za zile zetu kulikuwa na wakina Michael Jackson, unachukua mtu ambaye anaabudu shetani, unaweka picha zake kwa nyumba. Ana zingine zenye mtakuwa mnaweka za politicians. Hivi karibuni campaigns zinakuja. Alafu upate mtu umechukua picha ya mwanasiasa, umebandika kwa nyumba yako. Mwingine wewe anaenda kutoa watu. Sasa hivi wengine wanajiandaa kwenda kuzimu, kwenda Mombasa. Nimekuwa Dar es Salaam, mpasta akaniambia, sasa kanipeleka mahali. Akaniambia, unaona sasa hii area ndio utapata watu wengi wanakuja. Kuna mtu akaniambia hapa utapata watu wengi, especially Kenya kuna uchaguzi. Hivi karibuni most of your politicians will come here. Wengine watakuja walale hapa siku 2 siku 3. Wakirudi huko watakuwa na influence. Alafu nini mtaanza kuimba? Mnaanza kuimba 1 time 2 time, vitu kama hizo. Kumbe ni influence, sio uamuzi wenu, ni ile influence ambayo watu wamechukua. Bwana asifiwe sana. Be very careful. Hallelujah. Mwisho kwa Mungu, acha nimalizie pale. Ya mwisho ni lazima ujue tofauti ya mapepo na roho wa Mungu. The difference between the evil spirit and the Holy Spirit. Evil spirit wakati zinaingia hautajua, because utaenda kwa mganga akwambie mambo yako, ushakwambia mambo yako, wewe utakaa au ufanye venye unataka ufanye kila kitu ambacho amekwambia ufanye. Baadaye hata ingia na fuga, anaingia kama ametulia, lakini kutoka ni kutakuwa na shida. Utaanza kuona matokeo. Unajaribu kitu haifanyi vizuri, unajaribu mambo haifanikiwi. Evil spirit. Bwana asifiwe sana. Naomba Mungu atusaidie sana. Kanisa mimi nataka tujengwe kwa msingi wa Yesu Kristo. Yesu anasema nimelijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitafanikiwa. God has built this church. Matthew chapter number 16, Mathayo 16:18, Mathayo 16:18 anasema kwamba nimelijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitafanikiwa. Wewe ni kanisa la Mungu. Ninaomba milango ya kuzimu isifanikiwe dhidi ya maisha yako. May all the gates of hell never prevail in your life. Simama imara, umtumikie Bwana Yesu. Simama imara, umfanyie Mungu kazi katika jina la Yesu. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea na mafundisho haya wiki ijayo, na Mungu atatusaidia kwa jina la Yesu. May God help us. Kile ninachosema nikimalizia, wacheni tujengwe kwa msingi wa Yesu Kristo. Wacheni tujengwe kwa neno la Mungu. Wacha neno la Mungu likuwe msingi wa maisha yako. Asubuhi unapoamka, amka kwa neno la Mungu. Mchana unaposhinda mahali pako pa kazi, shinda kwa neno la Mungu. Jioni inapofika, live on the word of God, because that is what gives us life, in Jesus mighty name. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. La tasaba katusema. Inatumika kwa yako kwa jina la Yesu. Mwambie tu Bwana akutakase, akusaidie umtumikie, akusaidie ufanye kazi yake, utende mapenzi yake, utembee katika njia zake katika jina la Yesu Kristo. May God help you, guide you and show you his ways. Ili kwamba ufanye yaliyo mapenzi yake, utembee katika njia zake. Baba utusaidie, utuelekeze, tutende yaliyo mapenzi yako katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa sababu unatenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Tunakupenda, tunakuinua mkono wako nikuombe. Father,
in Jesus mighty name, I pray for your sons and daughters. Siku ya leo Bwana, tumeweka msingi ya mafundisho ambayo tutakuwa tunafundisha wiki nzima. Ninaomba Mungu wa mbinguni hawa uwalinde. Hawatapotea, hawatatanishwa na madhabahu ya kuzimu. Maroho ya kina nyanya, ya kina babu, ya watu waliokufa, maroho ya wachawi, hata wale watakaojaribu kuwaroga, haitafanikiwa juu ya maisha yao. Bwana, utawalinda, utawahifadhi. Neema yako itakuwa juu ya maisha yao. Mahali pao pa kazi, Bwana, utukuke na utende mambo makubwa katika jina la Yesu. Kuwa mwema, kuwa Mungu katika maisha yao. Asante Baba wa mbinguni kwa sababu utatenda. Tunakupenda, tunakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Patia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. We celebrate you, Jesus. We honor you in Jesus name. Amen. Hallelujah. God bless you. Asante sana watu wa nyumbani. Mungu awabariki.